Ongeza tena kama unaweza. Mmoja tu, wengine wamenyosha miwili, mmoja tu. Ongeza tena kama unaweza. Zidisha kabisa, Yesu akuone. Alafu mgeukie jirani yako. Tabasamu. Tabasamu, usicheke, tabasamu. Alafu gonga naye 5 kwa mkono ulio unyanyua hivi. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Ametupa tena siku hii njema kabisa kuwapo mbele zake ili tuweze kusikia maneno ya Mungu. Nitoe shukrani zangu nyingi sana kwa mtunza hazina wetu pamoja na mama. Mungu awabariki sana. Lakini pia kwa baba yetu askofu, Mungu akubariki. Na asante pia kwa maombi mazito. Naamini kabisa kila kitu kiko shwari hadi sasa. Asante pia mchungaji mwenyeji kwa kuwaonyesha wamama kumbe wa baba hatuko nyuma kwenye swala la vigelegele. Ni swala la muda tu. Mungu akubariki sana. Asanteni pia waimbaji wote ambao mmefika na kuhudumu pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Tayari mmekwisha kutangulia kuhubiri. Mimi ninamalizia tu. Niseme Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini pia kila mmoja ambaye amepata neema na kibali cha kuwepo katika mkutano huu, niseme Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sasa kaa tulia. Kaa tulia, sikiliza. Ukitaka kushangilia utashangilia. Ukitaka kupiga makofi utapiga. Lakini tulia, sikiliza. Story tena sio muda wake sasa hivi. Huu ni muda wa Mungu kusema na maisha yetu. Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ya 14. Nitasoma mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Maana huo ndo na uhitaji hasa. Maandiko yanasema hivi: nami niendako mwaijua njia. Mstari wa 5, Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Mstari wa 6, Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mgeukie jirani yako, mwambie mtu haendi kwa Baba ila kwa njia ya Yesu. Kama unapenda kuandika andika, unaweza ukaandika useme hivi: Yesu Kristo ni njia ya kweli, uhakika na uzima. Yesu Kristo ni njia ya kweli, ya uhakika na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama unampenda Yesu, sema tena amen. Kama unampenda Yesu, nisikie kelele za shangwe kusema amen. Kama unampenda Yesu, sema tena kwa sauti amen. Kama unampenda Yesu, sema tena kelele nyingi amen. Nimesoma maandiko haya na nimesoma mistari hii michache, na ukitazama mstari wa 5, Tomaso anamuuliza Yesu kwamba unakoenda sisi hatupajui,
tutaijuaje hiyo njia? Tutaijuaje? Tunaishi katika maisha yaliyojaa maswali mengi. Tunaishi katika maisha ambayo hayana majibu ya maswali. Watu wengi leo wako njia panda kwa sababu walipofika hawajui waelekee wapi. Walipofika maswali ni mengi, na wakitazama hawaoni wapi pa kuelekea, maana njia ni nyingi. Kushoto kuna njia, akigeuka kulia kuna njia, akitazama mbele anaona njia, lakini na nyuma bado anaiona njia. Mtu anajiuliza, nitaenda wapi? Nipite wapi? Na wengine si kwamba hawataki kuokoka, na si kwamba hawaikubali injili ya kweli, lakini kwa sababu hawaijui njia ya kweli ni ipi. Watu wanateseka sana, watu wanapita kwenye mateso makubwa. Hali ya maisha ni mbaya, watu wanateseka na magonjwa, lakini hawajui wapite wapi ili wapate uzima wa kweli. Hawana majibu ya maswali yao, hawana majibu ya matatizo yanayowakumba. Majibu hayapo. Njia ziko nyingi, lakini njia ya kweli ni ipi? Watu hawajui. Nipite wapi? Maswali ni mengi, maana hata njia wanazoziona wengine wanapita, wanaona mwisho ni upotevu. Maana maandiko yanasema wakati mwingine njia inayoonekana nzuri machoni petu wenyewe, na kumbe ndiyo njia ya upotevu. Wengine wanafikiri wakitumia pombe ndiyo itawasaidia kuwatoa kwenye matatizo yao. Wengine wanazani wakiendekeza uzinzi na ukahaba utawatoa kwenye matatizo yao, lakini badala ya kutoka kwenye matatizo wanajikuta wameongeza matatizo, na hali imekuwa mbaya zaidi. Wakimbilia wapi? Wakigeuka wanasikia kuna mtu anahubiri, kuna vitambaa. Ukipata kitambaa chako ukaweka si wapi, ukafanya nini na nini, utapata msamaha wa maisha yako, utapata msamaha wa dhambi zako. Wengine wanauziwa keki, unaambiwa kuna keki ya uzima, ukila hiyo keki kwa kiasi fulani utapata ondoleo la laana. Na sio kweli. Watu wanatoa fedha zao, wanapanga mstari, wanakula keki za uzima. Ingekuwa ni hivyo, kungekuwa hakuna matatizo duniani hapa, maana kila mtu angekula keki, kila mtu. Lakini watu wanakula keki na matatizo yanabaki pale pale. Watu wanachukua vitambaa, watu wanakunywa maji na shida zinabaki pale pale. Kwa nini? Kwa sababu njia waliochagua sio njia ya uzima. Kwa sababu njia waliochagua sio njia sahihi. Njia waliochagua wala haiondoi matatizo katika maisha yako, haiondoi. Wamebaki na maswali. Wengine dini zao wamezikumbatia hivi. Hata sisi tuna dini zetu nzuri, lakini tunajua bado dini zetu sio njia ya kutupeleka kwa Baba, sio njia salama katika maisha yetu. Hata wewe una dini yako nzuri, inakufundisha kutoa sadaka, inakufundisha kusaidia maskini, lakini nataka nikwambie, hata kama utasaidia masikini wa dunia yote, kama hauko kwenye njia sahihi, bado utaishi kwenye matatizo, kwa sababu kusaidia masikini hakutaondoa dhambi katika maisha yako. Unaweza kusaidia masikini, ni jambo jema, sawa. Unaweza kufanya haya yote, lakini kama hauko kwenye njia sahihi, dhambi itabaki pale pale. Na dhambi ikibaki hapo,
njia yako sio salama, unaweza kujificha kanisani, unaweza kujificha kwenye cheo, lakini kama njia yako sio sahihi, matatizo yatabaki pale 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 pale, na hukumu itakuwa juu yako vile vile. Tomaso akamuuliza, huyu Tomaso alitembea na Yesu, alikaa na Yesu kwa muda mrefu, lakini kafika mahali anaona umefika wakati Yesu ni kama anaaga ya kwamba baada ya kitambo kidogo hatakuwa pamoja nao tena. Amewaambia, ukianza mstari wa juu, kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, maana naona wakati umefika ambapo yeye anakwenda kuwaandalia watu makao, anakwenda kuandaa makao kwa watu aliowaokoa na wale ambao watamkubali baada yake. Yesu anatangaza, anasema, nitakwenda, lakini nakoenda mwaijua njia. Tomaso akasema haiwezekani. Akasema, ni kweli unaondoka na unasema tunaijua njia, kiaje? Tomaso anauliza, njia ni ipi? Maana hatujui uendako, basi tusaidie kujua njia ni ipi, ili tutakapo kuhitaji na sisi tupite hapo. Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, wala mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana yake Yesu akajibu swali, Yesu akaondoa utata wa njia panda ya huyu Tomaso aliyokuwepo kwa muda mrefu, asijue ni wapi pa kupita kumfuata Yesu Kristo, asijue ni wapi pa kupita kwa ajili ya kuweka usalama kwenye maisha yake. Na siku ya leo, jioni hii tulivu, ninatangaza kwako wewe unayenisikia, mkazi wa Kongowe pamoja na viunga vyake, ya kwamba Yesu Kristo tunayetangaza habari zake jioni ya leo amekuja kuondoa utata, amekuja kukutoa kwenye njia panda uliopo, ukijiuliza usalama wa maisha yako uko wapi na njia ya kweli ni ipi? Maana umejaribu njia nyingi, bado hujapata msaada wa kweli. Lakini jioni ya leo ninatangaza kwa ushujaa mkubwa na kwa ujasiri mkubwa ya kwamba Yesu Kristo anajibu swali la Tomaso. Anamwambia Tomaso, haujui niendako, lakini mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli na mimi ndiye uzima. Na anamwambia mtu yeyote atakayetaka kuja kwa Baba lazima apite njia ya mimi. Hatapita kwa njia ya dini yake nzuri, hatapita kwa njia ya sadaka, hatapita kwa njia ya matoleo, lakini yeyote atakayepita kwa njia ya mimi, huyo ataniona, huyo ataniona, atayasalimisha maisha yake, atakuwa salama, hatakuwa na utata katika njia panda. Maana mimi ni kweli, mimi ni uzima. Maandiko yanasema wajapoona watu ni kama tunapotea katika njia tuliopo, nataka nitangaze hatupotei, tuko salama. Maana Yesu Kristo anao uhakika wa uzima wa maisha yetu. Hata baada ya leo bado tunajua ya kwamba tuko salama katika Yesu Kristo, na ndio maana tunasimama kwa ujasiri, tunatangaza ya kwamba Yesu ni yeye yule